Baada ya saa hizi ndugu zangu, naamini wote wazima wa afya kabisa, na poleni sana kwa pilika za utafutaji. Naamini mbio zinaendelea za kujenga taifa. Mungu awatie moyo, tuendelee kupambana vijana wote. Pia nitoe pole sana kwa yaliyotokea Oktoba 29. Naamini tunajua tumepoteza ndugu zetu, na sio kitu ambacho tungependa kitokee na tutamani itokee tena. Kwa hiyo tunajipa pole wote kwa pamoja. Mungu atutie nguvu, tuendelee na shughuli zetu za kujenga taifa kama kawaida. Imenichukua muda mrefu sana kujivuta kuja mbele ya kamera, na hii ni kwa sababu nilikuwa nachukua muda mrefu kutafakari kwa kina kwa haya yanayoendelea, hasa kwenye sekta ya muziki Tanzania. Najua tunakubaliana kwamba tuna itikadi ya vyama, tunakubaliana hilo na haijaanza leo, na mara nyingi tulifanikiwa. Itikadi ya chama haikuwahi kuingia kwenye muziki. Muziki ulibaki kuwa muziki, hauna chama, na wanamuziki walikuwa na haki ya kuchagua chama. Mifano tunayo, wako wanamuziki ambao waliamua kuwa wanamuziki na pia wakaingia kwenye siasa, na muziki uliutumia kama platform ili wasogeza kwenye siasa kirahisi. Lakini kwa kinachoendelea, kinachoniogopesha ni kwamba hii platform inaweza isizalishe wanasiasa wengine baadaye, kwa sababu tumekubaliana kimsingi kwamba tusisapoti muziki wa Tanzania. Hii ni kauli ngumu na ni nzito sana, kwa sababu ninaamini wote tunajua muziki wa Tanzania umeajiri vijana wengi sana wa kimaskini. Ni kundi kubwa sana ambalo linanufaika na muziki wa Tanzania. Kwa hiyo tukisema tusisapoti muziki wa Tanzania, ni kwamba tunasema tusisapoti vijana wa Tanzania, ambao kimsingi sidhani kama ni njia sahihi ya kusolve matatizo. Tuamini tu kwamba hawa ni wasanii na muziki ni bidhaa yao. Ni kama machinga ambaye anaenda Kariakoo kununua viatu, akaenda kuvitembeza barabarani, hakamuzia mtu yoyote bila kujali itikadi yake ya chama au dini. Ndivyo tuangalie katika lengo ya upande wa wasanii pia. Msanii anaenda studio, anaunganisha maneno yake, atengeze bidhaa ya muziki, na ataiuza bila kujali anayenunua ana itikadi gani ya chama. Lakini hapa katikati kumekuwa na movement, na kimsingi movement kama tumeanza kuipractice, ambayo kimsingi inaogopa sana, na naomba nifungue mjadala kwa washikadau na wenzangu wote ambao tumepambana kujenga hii tasnia au kiwanda cha muziki. Tulikijenga kwa sababu kutengeza ajira watu wengi sana, na tumefanikiwa kujenga vijana wengi sana kwenye muziki. Leo tunapoifunga, manake tunawafunga hawa vijana ambao tayari ni maskini wenzetu, watoto wa mtaani wenzetu, wamepiga hatua, wamefika mbele. Leo tunawarudisha nyuma. Hiyo sio shida. Shida ni kwamba tumefunga vijana wengine wapya ambao wenyewe pia wanaitafuta nafasi ya kufika hapo juu. Nina hakika hata wakati tunafanya hizo movement kutoka kule mtaani, tunaamini kabisa kwamba tunajiumiza wenyewe, kwa sababu turudi nyuma tumwangalie msanii kama Misondo 3 years back alikuwa wapi? Inawezekana alikuwa kama wewe ambao sasa hivi unakaa kwenye page yako na kucomment kwamba muziki tusisupport. Maana yake tunamrudisha kule alikotoka, na tujue akienda huko atafanya nini tena. Tumwangalie Sholo Mwamba kabla ya platform ya muziki au kiwanda cha muziki kumpa nafasi, alikuwa anafanya nini? Tunaposema tunafunga, maana yake tunamlazimisha Sholo Mwamba harudi kule nyuma. Hatujui atafanya nini akisharudi kule nyuma. Lakini effect nyingine kubwa ambayo tuiangalie kwa kina, unaposema msanii hata akiweka muziki wake kwenye platform tusisupport, madhara yako mengi. Msanii ataacha. Kwa sababu kama utafuatilia kwa makini sana, tangu movement zimeanza, wasanii wameacha kuproduce muziki kwa kiasi kikubwa sana. Hata kama wanayo muziki yao wamekaa nayo ndani, kwa sababu vitisho vimekuwa vingi na wenyewe hawajui hata wanakuja vipi. Lakini madhara yaliyopo sasa hivi, hiyo video ambayo wewe unasema hutoisupport, sio kama hautomsupport huyo msanii, hautosapoti vijana. Hiyo video moja
wanaoshiriki kuitengeneza ni zaidi ya vijana 300. Kuna cameraman, mtoto wa Kiswahili huko Mbagala wanatoka, wengine wako Temeke, wengine wako Kilala. Kuna photographer, kuna lighting, kuna watu wa sound, kuna madancers, kuna watu wa makeups na kuna watu wa location. Kuna timu kubwa sana inashiriki kutoa video moja. Unaposema hii video tusiipe nafasi, maana yake hao vijana wote tumeua njaa. Na kwa bahati mbaya sasa, kama tutakumbuka vizuri, wasanii ilifika pointi kwa siku zinatoka video 3, 4 au 5. Sasa unaweza ukapiga hesabu mwenyewe, ni vijana 500 mara 3 kwa siku, mara siku 30. Hizo ni ajira za watu wangapi tumeziua kwa sababu ya itikadi ya kisiasa. Nataka nimtaje ndugu yangu hapa, Sugu. Sugu, wewe ni kakaangu na najua kabisa una effort kubwa sana. Asilimia kubwa ya maisha yako ni muziki. Muziki umekupa nafasi uliopo, na kwanza kabla kukupa nafasi umeupigania sana. Yaani iko wazi kabisa katika waasisi ambao wamepambana sana kujenga muziki wa Tanzania, Sugu huko hapo mbele. Sugu, muziki ulikupa jina na mwenyewe umekiri kusema kabisa kwenye nyimbo zako, muziki umekupa jina, umekupa hela, umekupa na mademu kwenye nyimbo zako mwenyewe. Lakini pia muziki umekupeleka bungeni kwa sababu uliupigania, ukafika sehemu ukaweza kukutengeneza na wewe ukawa mbunge, ukawa mwanasiasa. Why nakutaja? Kwa sababu hata sasa hivi una movement unazifanya. Kuna tamasha unaliandaa kila baada ya miezi 3, Bongo Flava Honors. Mimi nikiwa kama mdhamini wako namba 1, ulinifuata na ukaniambia the reason why unafanya hiyo ni kwa sababu unaona kuna wakongwe ambao waliweka effort kubwa sana kwenye muziki na hawana platform. Unatengeza platform ili kuendeleza kukuza muziki wa Tanzania. Na nakili hapa mbele za watu, Sugu, hiyo event haikupi hata shilingi. Mimi najua. Mimi nakupa matangazo, nakupa stage, nakupa sound, sometimes hata hela. Lakini kuna wakati naona kabisa unatoa yako nyingine mfukoni kuhakikisha hiyo kitu inafanyika. Why? Ni kwa sababu unaendelea kujenga muziki. Ni kwa sababu unaendelea kutoa platform ya muziki. Vijana wengine wahamasike, waingie kwenye kiwanda cha muziki, iwe ni ajira yao. Sasa leo kwa nini nakutaja hapo? Kwa sababu unajua kinachoendelea unakijua. Haupaswi kukaa kimya. Natamani baada ya kuona clip hii, Sugu, fanya kitu. Na wengine na washikadau wengine, fanyeni kitu. Tusikubali kabisa kuua muziki wa Tanzania ambao umejengwa kwa effort kubwa sana. Zimetumika hela za watu, zimetumika nguvu, zimetumika muda, na kuna watu wengine wamepoteza maisha katika harakati ya kujenga muziki. Wapo. Kuna wasanii ambao wamepata ajali wakiwa katika movement ya safari ya kwenda kwenye muziki huu ambao tunataka kuua sasa hivi. Master J, kama ikiwapendeza, tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamuona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi, nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa. Huo ndio kweli, mimi najua walikuwa wanalipwa. Hamna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure. Kwa hiyo maana yake ameenda kujitafutia riziki, sisi tunamwadhibu kwa sababu anaenda kutafuta riziki yake. Lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama nilivyomtaja hapa Sugu. Sugu ni msanii, akiwa amechagua chama ambacho anakifanyia kazi. Nei tena Nay wa Mitego, naomba leo usikae kimya. Nay ni msanii na ni kijana wangu. Yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa, mimi ni mmoja kati ya watu nimemjenga Nay kuanzia anaanza kwenye muziki. Lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea mimi na Nay. Nikamwambia Nay, mimi nikifanya muziki na focus na muziki. Akaniambia bro, naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nay sijawahi kumvunjia heshima, sijawahi kumnyima platform. Tena nakumbuka hata mwaka 2022 tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la COVID, na one of my taasisi ilipewa hiyo kazi. Nikiamini Nay ni mtu ambaye ana sikio kubwa kwa wananchi chini.
Nilimfuata Nay nikamwambia kuna kazi hapa ya kampeni ya watu kuchanja. Nay akaniambia bwana, mimi sidhani kama nitaruhusiwa kwa sababu mimi ni itikadi zangu na hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya Wizara ya Afya. Wizara ya Afya ni serikali. Sidhani kama nitaruhusiwa. Nay nikamwambia hili ni jambo la kitaifa, halina chama, na mimi nitasimama kuwaelekeza wahusika wasichanganye mambo ya siasa na mambo ya kitaifa. Which is, Nay unakumbuka hii event ulifanya, ulizunguka katika hiyo tour nchi nzima, shughuli ya Wizara ya Afya, shughuli ya kiserikali, na wewe ulipanda kwenye hiyo stage kwa sababu muziki ulikuwa umesimama kama muziki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wakachanja. Tuheshimu muziki, ubaki kuwa muziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe muziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free, wawe huru, wachague chama chao, tusiwapangie. Wakiwa kazini tusiwapangie kazi gani wafanye. Kwa hapa na nikiangalia kwa kina nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama. Boda wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu mnakaa kwenye hivyo viwanja. Tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi tuwafungie? Wako mama ntilie walitengeneza vyakula huko mikoani, na wenyewe tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua muziki wa Tanzania bila sababu yote. Kama ni issue ya chama, hii ni chama, wamelipwa, wamefanya kazi kama watu wengine wote, tumalize, tuendelee shughuli zetu. Na kwa kifupi, huu sio mwaka wa kwanza wasanii kushiriki kwenye shughuli za chama. Mtashangaa kwa nini mwaka huu imekuwa ni kesi mpaka mnawaadhibu, na haitakuwa mwisho, kwa sababu tukubaliane kabisa kwamba siasa ndio maisha yetu. Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea, wanateleza. Tukiri kabisa kuna wakati wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini kibinadamu ni vizuri kukiri. Mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa, na waombea radhi kwa niaba yao ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayotoa ina madhara mengi makubwa, ndio maana natoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka, ambayo yaliwakera. Na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi hii movement. Kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani muziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya Shilole? Sio chini ya 200. Au madogo movement zao ya income yao inawezekana inazunguka nafika mpaka kwako. At the same time, bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond, ndio inawezekana ametukera au anatukera, lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa Uswahilini Konde, Diamond ambaye amemleta Rayvanny, Diamond amemleta Zuchu, Diamond amemleta Lavalava. Hao wote ni watoto wa Kiswahili maskini wenzake, amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambaye ameajiri vijana pale zaidi ya 500. Kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee. Kiwanda kiendelee kuzalisha